anakuja hapa saa 12 saa 11 akija maiki ikisumbua kidogo tunaanza kumfokea mbele ya kanisa, wewe unafanya nini? Alafu baada ya ibada unamwambia jitahidi, endelea kufanya kazi yako vizuri, Mungu atakubariki. Kwani wewe mchungaji hutaki kubarikiwa na wewe siku moja utoe sehemu ya kile ulichonacho kumbariki ili na wewe Mungu akubariki, lakini wamebaki kusema tu utabarikiwa, mtabarikiwa. Sawa, turudi hapa kwenye swali letu la msingi. Ni nini nguvu ya kanisa kiuchumi ili kuweza kujiendeleza, kujisimamia na kujiendesha pasipo kuyumba? Hilo ndio swali letu la msingi. Ni nini sasa nguvu ya kanisa kiuchumi ili kuweza kuyatekeleza hayo yote? Asante sana. Kwa sababu nilichokuwa najaribu kukieleza ni nguvu ya uchumi tunaijua kwamba nguvu ya uchumi ikiwepo maana yake mikutano ya injili itafanyika. Tupo hapa habari maalum kwa sababu kuna nguvu ya uchumi imewekezwa kwenye hiki chombo. Na kwa njia hii tunaufikia ulimwengu. Tunahubiri injili, tunaufikia ulimwengu. Kwa hiyo unaweza kuona nguvu ya uchumi inaweza ikaongeza kasi ya kulihubiri neno. Badala ya kwamba utumie basi kuhubiri Tanzania, ukaruka kwa ndege, utaokoa muda, utafanya mambo mengi, utapunguza nguvu, utaokoa nguvu yako, lakini pia utaongeza ufanisi. Kwa hiyo nguvu ya uchumi ni ya msingi sana katika kuhakikisha kanisa linastawi na kuendelea, kwa sababu malengo yote haya ambayo Kristo alituachia hayahitaji fedha peke yake. Ndio maana tunasema kwamba hata usipokuwa na fedha, madamu unazo nguvu, bado unaweza kufanya vile vitu Mungu ambavyo alikupa. Lakini ukiwa na fedha, Bwana akakujalia nguvu ya uchumi, maana yake utafanya kwa haraka zaidi yale maagizo ambayo Kristo amekupa. Kwa hiyo nguvu ya uchumi sio kitu ambacho kinaweza kapingwa, na inaweza ikajaje. Hawa watu wanaokuja hapa kwenye hili kanisa wanalishwa, wanakuwa imara kiroho. Maana kadri unavyofanikiwa rohoni, kama nilivyosema, unavyokuwa na nguvu za rohoni, ndipo unakuwa na kibali cha Mungu. Ukienda kazini, utafanya kazi kwa weledi na kwa ufanisi. Mungu atakupa upendeleo kwa sababu unamjua yeye Mungu, na ukimjua Mungu anakupa amani na mema yanakujia. Kwa hiyo umemjua Mungu vizuri kwa kufundishwa kanisani. Then ukienda kazini, ukienda kwenye biashara, uta-apply principles za kiroho, na kwa apply principles za kiroho na ukawa mwaminifu kumtolea Mungu zaka na sadaka na kujitoa kwa ajili ya Mungu, maana yake obvious kanisa litapata nguvu ya kiuchumi, na nguvu hii ya kiuchumi itatusaidia sasa majengo mazuri ya kanisa yajengwe, kazi nzuri ya injili ijengwe, ifanyike, lakini pia hata wahitaji wahudumiwe, hata watumishi wanaofanya kazi madhabahuni watunzwe, wapewe nguvu ya kuhakikisha wanatumika vizuri. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, nguvu ya uchumi katika kanisa ni very important, ni kitu cha muhimu sana. Ni kitu cha muhimu sana. Nguvu tunaipata wapi pasipo kutegemea sadaka? Ukizungumza vyanzo vya mapato, maana hapo ukizungumza hivyo vyanzo vya mapato vya kanisa, kama taasisi ya kiroho, ukitondolea sadaka brother, sasa kwa sababu hata kwenye taasisi zikijengwa bado, kwa mfano unakuta kuna kanisa lina mfuko wa elimu, tuna shule, lakini yetu tunatoa sadaka kwa ajili ya kuimarisha hiyo taasisi, kwa sababu kwa kanisa la Mungu au kwa madhabahu ya Mungu, madhabahu nguvu yake ni kwenye sadaka. Na kwa mapato makubwa ya kanisa lazima atoke kwenye sadaka, yatoke kwenye zaka. Lakini tukizungumza nje ya hapo, maana yake ni kuwa na miradi. Kwa sababu sadaka peke yake sifikiri kama inatosha kuendesha uchumi wa kanisa ama kuliendesha kanisa. Sadaka ni leo mimi nimebarikiwa nini na Mungu, ndio ninachoenda kukitoa. Kwa maana moja au nyingine, kuna wakati tunaweza kusema trending ya sadaka inaweza ikawa inapanda inashuka, inapanda inashuka. Sasa kwa staili hiyo tunaweza kuliendesha kanisa ya kama tusipokuwa na sehemu ya uchumi ambayo imesimama.
Mfano mzuri mpendwa, Ayo, mimi ni mmoja kati ya watu ambao nimeamua kusimama na kanisa kwa 100% kwa kiroho peke yake. Ndio maana hata pamoja na usomi wangu. Kanisa lako uliendeshi kwa kuangalia pia hali ya uchumi ikoje kanisani? Ndio nataka nikueleze sasa jinsi gani ambavyo sadaka zinatosha kurani huduma za kiroho, kwa sababu ndivyo mitume walivyofanya. Mitume hawakuwa na shule, hawakuwa na hospitali. Walitumia sadaka zao na kujitoa kwao kulipeleka neno na limefika ulimwenguni kote. Maana yake nini? Maana yake institution ya kiroho inapokuwa inafanya kazi vizuri, inapokuwa inafanya nguvu vizuri, watu wanalishwa rohoni vizuri. Lakini pia mnadumu kwenye kuomba, mnadumu kwenye kumega mkate, kwenye ushirika, kanisa linakuwa na nguvu. Sadaka zinatosha na matoleo yanatosha, kwa sababu inafika mahali Mungu hatafanya watoe tu walioko hapa, atagusa hata watu walioko huko mbali waweze kumtolea Mungu kwenye hiyo madhabahu. Mfano mmoja, siku moja mimi nimefanya maombi, naombea tu kazi ya Mungu, naombea ujenzi. Mtu mmoja ananipigia simu asubuhi, ameniletea dola 6,000 za Marekani. Hata hajazichange, mimi mwenyewe nilikuwa kwa bureau change. Na ukizichange hizo ni milioni 6 at once. Sasa tunazungumza nini? Ukiwa rohoni, Yesu alishasema kwa baadhi, alishasema kwamba nitakufanya wewe Petro, nimechukua mtumbi wako, nimeenda kuvulia samaki, lakini acha kuvua samaki, nitakufanya uwe mvuvi wa watu. Kwa hiyo Petro anaacha business zake za kwanza. Ndio kama sisi sasa, degree zetu tunaziweka pembeni, unaingia kwa miguu yote miwili kufanya kazi ya Mungu. Na watu wengi wasioelewa huwa wanapinga sana, mchungaji kwani una mikono? Mchungaji kwani wewe sina wewe ufuge, sina wewe ufanye? Nikienda kufuga kama mchungaji, maana yake mtu akija kanisani anahitaji huduma, niko kwenye mifugo kwanza, au niko kwenye business kwanza, au niko kwenye... Kwani lazima ufuge wewe mwenyewe, hauwezi kuwekeza kuacha vijana? Kuna aina mbili ya utumishi. Wako ambao Mungu anasema kwamba acha kuvua. Acha kuvua maana yake acha. Lakini wapo ambao wanavua na kushona hema. Kwa kila mtu anajitambua pake. Nataka nizungumze kwa wale ambao sasa wameamua kuacha kuvua samaki na amewakuwa wavuvi wa watu kama akina sisi. Kwamba je, maisha yangu binafsi hayaendi? Je, kanisa ninalolichunga? Kwa sababu yako makanisa ambayo yameamua kuishi na kulihudumia neno tu, hawana shule, hawana chochote, na unaweza kuona yanaenea nchi nzima na yana nguvu ya kutosha. Kanisa sio yani kanisa na lina matawi na lina branches all over the country, na hawana hata chochote kama kitega uchumi, kama mradi. Kwa sababu gani? Ukisimama kwenye modo ya kanisa la kwanza, kitabu cha Matendo ya Mitume unakisoma, mtumishi wa Mungu, utuambie kama kulikuwa na miradi gani ambayo walikuwa wanaifanya kina Petro wahubiri ulimwengu. Wanasema sio kila kitu kimeandikwa kwenye Biblia. Vitu muhimu ambavyo ni msingi kwa kanisa. Vitu vya muhimu kabisa vina modo, kwa sababu anaposema mkawafundishe yote, anamaanisha mtaala. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Kwa hiyo walichokifanya mitume, chochote kile kikifanya wakati huu, you replicate it, kinatokea vile vile kama kilivyokuwa pale mwanzo. Sawa, mtazamaji, huyo ni mtumishi wa Mungu Pastor Katana. Yeye anatujuza kwa kina vile ambavyo tunavijadili hapa kwa siku ya leo. Mada tunayozungumza ni kanisa na uchumi, lakini swali kuu linauliza ni nini nguvu ya kanisa kiuchumi ili kuweza kujiendesha, kujisimamia na kujiendeleza, kujisimamia na kujiendesha pasipo kuyumba? Ni nini nguvu ya kanisa kiuchumi ili kuweza kujiendeleza, kujisimamia na kujiendesha pasipo kuyumba? Karibu sasa, unaweza kupiga simu yako kupitia nambari za simu hizo ambazo zinaonekana hapo chini kwenye runinga yako, au 0758753939 0758753939 au 0679753939 0679753939. Hizo ndo nambari ambazo unaweza ukatumia kutuma ujumbe wako mfupi wa SMS ama kupiga simu yako moja kwa moja hapa studio ili kuweza kuchangia
kwenye hiki ambacho tunakizungumza hapa kwa siku ya leo. Nikukaribisha, unaweza sasa kuchukua hatua ya kupiga simu yako wakati huu tunaendelea hapa kuzungumza mambo mawili matatu na mtumishi wa Mungu, nami nitapokea simu yako, lakini pia nitarejea kwa ajili ya kuja kusoma ujumbe wako mfupi wa SMS kwenye kile ambacho umetutumia kwa siku hii ya leo. Ninaamini kabisa nao una mengi unatamani kujua, una maswali unatamani kuuliza, unaweza kauliza hapa, lakini pia una mchango wako, nini kifanyike ili kwamba kanisa liweze kujiendeleza, kujisimamia na kujiendesha pasipo kuyumba. Nikukaribishe kuweza kushiriki sasa pamoja na sisi. Pastor, ulikuwa unaelezea hapa kwenye watu walioamua kuacha na kwenda kuacha kuvua samaki na kuvua watu. Mimi ninaamini ndio tufanye tutakavyofanya, tuishi tutakavyoishi,